kuwa sababu ya watu kufanya hivyo, kuwa na utofauti huo, kwamba utofauti wa madhehebu, maadamu wote kwamba wamkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi maisha yao, hao ni mwili wa Kristo, yani kanisa la Mungu. Kumbuka lipo kanisa la mahali pamoja kama hapa, lakini kuna kanisa la ulimwenguni lisiloonekana, yani jumuiya ya wote waliookoka walioko hapa Morogoro, Dar es Salaam, walioko China, Australia, Afrika Kusini, Nigeria, Marekani, Ulaya, wale wote waliookoka wanakuwa ni kanisa moja la Kristo. Mbele za Mungu na kanisa hilo moja tu. Ni kwamba haya madhehebu ni kwa ajili ya utambulisho serikalini kwamba sisi ni familia fulani, sisi ni familia fulani, sisi familia fulani. Utambulisho tu serikalini ziweze kutambuliwa, lakini hakuna zaidi hapa. Tunamwona Paulo anaanza safari yake ya utume. Matendo ya Mitume 13 sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 kuendelea. Paulo ama kwa Sauli na Barnaba wanaanza safari ya utume kwa mara ya kwanza. Wanaondoka na Yohana Marko, wanaenda kufika kwa Mfilia. Yohana Marko akarejea Yerusalemu. Bila shaka anavyomuona, kumbuka huyo hakuwa na wito, huyo Yohana Marko. Wenye wito wao walikuwa ni Barnaba na Sauli ambaye ni Paulo. Huyu Barnaba alikuwa msaidizi wao tu. Hata hivi nani Marko alikuwa kijana tu, na alikuwa ni mpo wake na huyu Barnaba. Hivyo alikuwa ni kijana bado hajaelewa nini maana huduma. Akaona maisha ya huduma ni magumu kwa Yerusalemu. Safari ya pili ndio kuondoka ni utumishi ule utume. Barnaba sasa twenda Yohana Marko. Wao wanasema hapana, huyu alituacha Pamfilia, akataka kwenda kazini, kwa hivyo hatufai. Wakashindana Paulo na Barnaba. Mwishowe nini? Kwamba Paulo akamchukua Sila, wakaenda. Barnaba akamchukua Marko, na wakaenda. Kulikuwa na timu moja sawa, timu mbili. Sawa, kwa hivyo kazi ikapanuka kwa namna hiyo. Wote wakatumika. Mwisho huko mbele kwenye wapatele pale amesema kwamba niletee Yohana Marko maana ananifaa sana. Wakati mwanzoni kwa mfaki ananifaa sana kwa wakati. Kwa hiyo kwamba Wakristo kuelewa kwamba utofauti wa madhehebu haya yako kwa serikalini. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi kusajiliwa kwa salama sasa hivi. Lakini kanisa la Mungu limesajiliwa mbinguni kwa damu ya Yesu. Ndio kanisa hilo hapa ambalo liko hapa, liko Marekani, liko China, liko wapi, ni kanisa hilo moja la Kristo, kanisa moja tu. Mahali pengine wanafunzi wakawakuta watu toka wanakemea mapepo kwa mtu mmoja. Alafu wale watu ni kwamba alikuwa anakemea, alikuwa hafuatani hao mitume. Wakamwambia, Bwana, tumekutana na mtu anakemea mapepo kwa jina lako, lakini sasa tumjui, hafuatani na sisi, tukamzuia. Sasa hapana, msimzuie huyo mtu. Maadamu yu anakusanya pamoja nasi, yuko upande wetu, mwache afanye kazi. Bila shaka tumefika mahali. Namba 3. Namba 3, unaonaje kanisa likifanya kazi pamoja ndani ya jumuiya yako ili kuendeleza Injili? Je, una maoni gani binafsi kuhusu Foursquare Global Amina. Imeisha. Sasa swali, kuna vipengele viwili.
Inasema unaonaje kanisa likifanya kazi pamoja ndani ya jumuiya yako ili kuendeleza Injili? Yaani niseme kwamba nini faida unayoiona kanisa likifanya kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana? Bila shaka hapa kanisa nalo lisema si la mahali pamoja, ni kanisa la Kristo manake, bila kujali madhehebu. Ndio maana tu ni kwamba wote wameokoka, wanampenda Yesu, wanamhubiri Kristo Yesu. Nini ambacho kitatokea? Nini faida? Karibu kwa majibu. Karibu mwenye majibu atusaidia nini ambacho tunafikia. Narudia kusema